Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia na Ubunifu, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga ametoa wito kwa serikali, wadau wa maendeleo na vyombo vya habari kushirikiana katika kuwalinda watoto dhidi ya athari za matumizi mabaya ya mitandao na teknolojia za kidijitali. Akizungumza katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni, alisema kampeni ya ulinzi wa watoto mtandaoni ni jukumu letu sote. Chukua hatua inalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu usalama wa watoto katika mazingira ya kidijitali. Ameeleza kuwa pamoja na teknolojia kutoa fursa za kujifunza na kupata taarifa, pia imeongeza hatari zinazoweza kuathiri watoto iwapo hawatapewa mwongozo na ulinzi unaofaa kutoka kwa wazazi, walezi na jamii. Waziri huyo amepongeza ushirikiano wa Wizara ya Ustawi wa Jamii UNICEF na wadau wengine katika kutekeleza kampeni hiyo. Kampeni hiyo itafanyika katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ikiwemo Unguja na Pemba kwa lengo la kutoa elimu kuhusu matumizi salama ya mitandao. Aidha, waandishi wa habari wamehimizwa kutumia majukwaa yao kuelimisha jamii kuhusu namna ya kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, unyanyasaji na hatari nyingine za mitandaoni. Kama tunavyofahamu, sasa hivi matumizi ya mitandao yamekuwa ni makubwa sana katika kila shughuli zetu za kila siku, whether ni za kibiashara, za kibinafsi, kwenye jamii, huwa tunatumia mitandao. Lakini hata watoto wetu nao pia wanatumia mitandao, whether wanakuwa wapo mashuleni au wanakuwa wapo majumbani. Matumizi ya mtandao yana faida zake na yana athari zake. Faida zinakuwa ni nzuri, lakini vile vile kuna athari ambazo zinaweza zikawa ni chanya. Na leo hii tunataka kuwataarifu kupitia wizara yetu, kitengo chetu cha cyber security ambacho kinasimamia ulinzi na usalama mitandaoni, tuna launch kampeni maalumu. Kampeni hii inahusiana na kulinda mtoto katika matumizi mabaya ya mtandao. Watoto tunasema ni kundi maalum ama ni vulnerable group ambayo ni rahisi sana kuweza kushawishika ama kuwa manipulated ama kuwa taken advantage of katika nadharia mbalimbali. Kwa hiyo nani ambaye ana guarantee usalama wa mtoto anapokuwa katika mtandao? Tunajuaje interaction zake ambazo anazifanya kama ni sahihi, kama anayeongea naye ni mtu ambaye ana dhamira njema au ana dhamira ovu? Lakini nani ambaye amekaa akamonitor mtoto kujua muda ambao anakaa mtandaoni au sites ambazo anazitembelea? Kwa hiyo katika mazingira ambayo tulokuwa nayo sasa hivi, ni dhahiri kwamba hakuna kidhibiti chochote ambacho kina monitor matumizi ya mtandao kwa mtoto, na matokeo yake kuna mambo mengi sana ambayo yanaibuka katika jamii zetu, hususan ukiangalia mwenendo wa tabia za watoto wetu. Unaweza kuja kushangaa tu mtoto kwamba mzazi kwamba mtoto wangu mimi hakuwa hivi, au tangu ameanza darasa la 5 la 6 amebadilika tabia yake. Lakini tabia huwa haibadiliki overnight. Lazima kuna pattern ama kuna vitu ambavyo mtoto yule anakuwa amevipitia, au either kupitia marafiki zake au kutokana na muda ambao anautumia kwenye mtandao. Lakini kwa sababu hakuna governing framework kwa upande wa serikali, yani hatuna sheria, hatuna kanuni zozote ambazo zinaweka udhibiti wa kumlinda mtoto kwenye mtandao, tumesema kwamba tuanzie hapa kwanza kwa kuanzisha hii kampeni maalum ambayo itapelekea sasa kuchukua hatua mbalimbali za kuweza kumlinda mtoto dhidi ya matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo hili hasa ndio lilikuwa lengo letu mahususi, kuja kuwataarifu kuhusu kampeni hii ambayo ni kampeni tunayotarajia itakuwa ni jumuishi, lakini itakuwa ni kampeni shirikishi, na tumesema kwamba tuitangaze rasmi ili isionekanike kwamba labda hii ni kampeni ya Wizara ya Mawasiliano tu peke yake, au Wizara ya Mawasiliano tu ndio ambayo ina wajibu wa kufanya hivi. Bila shaka kuna wadau mbalimbali ambao lazima vile vile tuna mashirikiano nao ili kuweza kufikia malengo haya ambayo tumekusudia.
lakini ni ukweli usiopingika kwamba sasa hivi matumizi ya mtandao yamekuwa ni makubwa sana, yamekuwa ni mapana. Access ya mitandao na matumizi ya whether ni simu au tablets hizi zimekuwa ni kubwa. Watoto wetu wana access ya information maradufu kuliko hata kipindi chochote ambacho sisi tumekuwa tukikua. Mtoto ambaye amezaliwa 2012 sio sawa na yule ambaye amezaliwa mwaka 1992 au 82. Huyu 2012 exposure yake ni kubwa sana. Anapata taarifa nyingi zaidi na anauelewa mpana zaidi juu ya masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika mtandao. Kwa hiyo kama wizara hili tumeliangalia kwamba linahitaji sura kitaifa na liwe linaendeshwa kwa kampeni maalumu kabla halijawa ni janga la kitaifa. Nadhani tuna mifano mengi tu ambayo tunaiona huko duniani. Nchi kama Australia na Uingereza wameweka na sheria kabisa kwamba matumizi ya mtandao kwa mtoto ni kuanzia miaka 16 na kuendelea mbele. Yote hiyo kwa sababu ya kuweka framework kama mazingira ya kuweza kumlinda mtoto kwenye mitandao. Sasa sisi hatuna hizo sheria. Mtoto wa miaka 10, 12 ana simu, ana tablet ambayo anaitumia au ana laptop yake ambayo anaitumia. Sasa unadhibiti vipi au unamlinda vipi? Na tuseme tu kwamba sio kwamba tunataka kuzuia. Ni lengo sio kuzuia, lakini lengo ni kudhibiti na kujua. Lakini huwezi ukadhibiti kitu au huwezi ukakiregulate kitu kama huna uelewa au taaluma ya kuweza kufanya hilo jambo. Kwa hiyo kampeni yetu itakuwa inagusa maeneo mbalimbali. Tutakuwa tunatoa mafunzo kwanza kwa wazazi na walezi kwa ajili ya kuwajengea elimu na uelewa juu ya masuala mazima ya matumizi salama ya mtandao, lakini vile vile kujua namna gani ambavyo hivi vifaa vinavyotumika. Unaweza kukuta kwamba mzazi pengine uelewa wake ni mdogo sana ukilinganisha na yule mtoto. Nadhani tuna mifano mingi tu ambapo mama anaweza kumwomba mtoto wake miaka 9, 10 amsaidie kitu kwenye simu, yeye mwenyewe hakifahamu. Kwa hiyo imagine hiyo power ambayo mtoto alikuwa nayo. Na katika hivi vifaa kuna features mbalimbali, kwa mfano kama parental controls. Nani ambazo wanazijua hizo features, zinafanya kazi vipi, unaweza kuzitumia vipi? Ni vitu ambavyo vipo, yani walotengeneza hizi teknolojia wanajua kwamba lazima uweke speed governor, lazima uweke vidhibiti. Lakini je, tunavifahamu hivyo vitu? Kwa hiyo kampeni yetu pia italenga katika kutoa elimu kwenye matumizi hizi ya parental control, lakini vile vifaa. Sambamba na hilo tunatarajia kuwa na mashirikiano ya karibu sana na ndugu zetu wa Wizara ya Ustawi wa Jamii, kwa sababu wao pia ni wadau muhimu sana katika eneo hili, lakini mashirika ya kimataifa kama UNICEF na SOS na wengine ambao ni wadau wa moja kwa moja katika masuala haya ya matumizi ya mitandao. Lakini tuna swala zima la udhibiti wa cyberbullying ambayo pamoja na kurugenzi yetu ambayo inasimamia jambo hili, lakini pia lazima tuweke framework ambayo itakuwa inadhibiti masuala hayo. Kwenye afya ya akili, nadhani hii ni tamu ambayo tunaisikia sasa hivi. Mtoto wangu siku hizi afya yake ya akili haiko vizuri. Hata kama mtu mzima vile vile anakuwa anakumbwa na kadhia hiyo. Kwa hiyo tuna address vipi swala zima la mental health na matumizi salama ya mtandao. Kwa hiyo kampeni yetu itakuwa iko very broad, iko very comprehensive na itakuwa inagusa maeneo kadhaa kama ambayo nimeshayabainisha hapa, kama sehemu nzima ya kuweza kujenga uelewa mpana katika jamii, lakini vile vile raise ile awareness na kufahamu hasa athari ambazo zinatokezea. Kwa upande mwingine, mkurugenzi wa ukaguzi wa mitandao na mtaalamu wa usalama wa makosa ya kidijitali Yusuf Kileo wamehimiza wananchi kutoa taarifa kuhusu vitendo vya ukatili au mazingira hatarishi mtandaoni ili kuimarisha ulinzi wa watoto na kuhakikisha wanatumia teknolojia kwa usalama na maendeleo ya manufaa yao. Naitwa Alfan Mohamed Othman, ni mkurugenzi wa
ulinzi wa mitandao na taarifa binafsi. Kwa kweli mpango wetu ni kwamba tunakwenda wilaya kwa wilaya, mikoa kwa mikoa, kwa maana kwamba tutazunguka Zanzibar nzima, Unguja na Pemba, na tutakwenda kwenye mashule, vile vile tutakwenda kwenye madrasa, kwa sababu unajua kuna kundi kubwa pia ambalo tunaweza tukalikosa kwenye shule. Tumeplani kwamba pia tutaenda mpaka kwenye madrasa hizi special za Kiislamu, kwa sababu watoto wengi huku pia wanakuepo na tusije tukawakosa. Lakini vile vile kutakuwa tuna vikundi vya ambavyo tutashirikiana navyo vya jamii, ambavyo kuna vikundi ambavyo viko kwenye wilaya. Hivi vitatupeleka sisi kukutana na watoto ambao pengine inawezekana wakawa tumewakosa katika hizi sehemu mbili, shule na madrasa. Lakini lengo letu ni kukutana na watoto wote kama ikiwezekana, lakini tutakuwa tunakwenda awamu kwa awamu. Kwa hiyo lengo letu ni kuzunguka, na itakuwa ni kampeni ya kudumu. Kwa hiyo maana yake kwamba itakuwa ya muda mrefu kidogo. Tunaanza tunajua tutaanza tu kwa pengine this month, lakini katika kumaliza kwake maana yake hatuwezi kusema kwamba tunamaliza lini, ila sisi tutakuwa tuna kampeni ya kudumu ambayo itakuwa kila siku tunajaribu kuwa tunafikia kundi tofauti tofauti ya watoto. Naitwa Yusuf Kileo, ni mtaalamu wa usalama na uchunguzi wa makosa ya kidigitali. Kimsingi kuna takwimu ambazo zinasukuma sisi kama taifa kulichukulia swala hili kwa uzito. Jambo la kwanza ni kwamba 87% ya mmomonyoko wa maadili unasababishwa na ukuaji mkubwa wa utandawazi. Sasa hii inapelekea watoto wengi tunaona tabia zao zinabadilika. Watoto wanatazama kwenye TV, mtoto mdogo anamtukana mzazi wake huko nje kwenye tamthilia, anafikiri na kwetu hapa unapaswa kumtukana mzazi ama kumpiga mzazi, na mambo mengine tofauti. Lakini kuna masuala haya ya trauma. Watoto wadogo wanaona matukio ambayo kimsingi wao hawapaswi kuyaona. Kwa hiyo kuna mfano wanavyokufa watu na kadhalika. Kwa hiyo haya yote yanakuta na chagiza kubadilika kwa ubongo wa yule mtoto. Kwa hiyo unashangaa huyu mtoto amekuwaje katili, anaweza kumuua hata mwenzake, kumbe ni ile alibadilishwa ubongo wake kupitia kwenye vitu ambavyo anavitazama kwenye mtandao. Lakini tuliona vile vile 67% ya watoto wa Kitanzania wapo kwenye mitandao. Wanatazama mitandao kwa njia mbalimbali, either simu za warafiki zao ama simu zao na vifaa vingine tofauti. Na watoto 200,000 umri wa miaka 12 mpaka 17 wote wameathirika na changamoto mbalimbali za kihalifu mtandao, ikiwemo udhalilishaji, kurubuniwa. Kuna watoto wanaambiwa, kuna cases naona mtoto ameambiwa kwamba mtu anamdanganya, mimi niko Ujerumani. Kanamdanganya, kanamwambia wewe bwana, tuma picha zako za uchi, mimi niko Ujerumani, nitakuja nitakuchukua, mwisho wa siku tutakuwa wapenzi. Kumbe yuko mtaa wa 3. Mtoto yule anaenda chooni, anatuma picha mbaya, anatumia watu wasiowafahamu, na matukio mengine tofauti ambao watoto hao 200,000 wamekumbana na hizo athari. Sasa alichokisema Mheshimiwa Waziri hapa ni kwamba ni muhimu sasa kama taifa tuone kwamba kuna namna gani hawa watoto ambao ni vulnerable, wanatumia mitandao, hawajui kinachoendelea kwenye mitandao, waweze kujilinda na waweze kutoa taarifa tofauti wanapokutana na changamoto hizi za kimtandao. Na ulipozungumzia swala la kauli mbiu kwamba hili swala ni jukumu letu sote, si swala la kwamba tunasema kwamba ulinzi wa watoto mtandaoni ni jukumu letu sote, chukua hatua. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake pale alipo anapaswa kuchukua hatua kuhakikisha mtoto wa Kitanzania na mtoto wa Kizanzibari kwa ujumla wake na wa Kitanzania wanabaki salama wanapokuwa mtandaoni. Nikiripoti mimi ni Kauthar Ali, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.